Tunaendelea na sehemu ya pili ya simulizi yetu. Sehemu ya kwanza tulishia pale ambapo Ada alikuwa akipokea vitisho huku na kule na mama yake mdogo kushambuliwa na watu wasiojulikana ili tu kumkatisha tamaa ya kujua ukweli kuhusu mama yake mzazi. Baada ya kuona mama yake mdogo amenusurika kifo, Ada alijua kwamba hawa watu sio wa mchezo na akikaa vibaya hata yeye mwenyewe watampoteza. Kwa hiyo akaamua kutulia kwanza na kuacha kuwafuatilia. Aliamua kukaa kwanza na kujipanga vizuri, kulipeleleza lile kundi hadi ajue namna gani ya kuwakabili badala tu ya kujiingiza kichwa bila kuwa na tahadhari yoyote. Kwa hiyo akaacha kuwafuatilia hawa watu kwanza, akaendelea na shughuli zake za muziki. Alipoacha tu kuwafuatilia, vitisho vyote vikapotea. Mama yake mdogo alipona na akaruhusiwa kutoka hospitali, lakini watu waliomshambulia hawakuwahi kujulikana ni akina nani. Baba yake Ada, mzee Mkizi, alipotoka safarini, alikutana na taarifa za Imani kushambuliwa na watu wasiojulikana. Eti na yeye akajifanya na huzuni na ameshtushwa, wakati anajua kila kitu kinachoendelea na anajua binti yake anachokifanya. Ada alikaa kimya tu wala hakumuuliza baba yake chochote kilichotokea. Miaka 2 ikapita, mambo yakiwa shwari tu. Ada akatoa wimbo wake aliokuwa akiuandaa kwa muda mrefu sana, lakini akawa anasita kuutoa kwa sababu alikuwa anawaogopa wale watu. Ila baadaye, baada ya kujiuliza sana, akaamua tu kuutoa, liwalo na liwe. Wimbo huo ulikuwa unahusu ukweli kuhusu mama yake. Hakusema moja kwa moja, ila alikuwa ameuweka katika mafumbo. Baadhi ya mistari iliyoshika mioyo ya watu ni pale aliposema kwamba hukuwa na chaguo, walikutenga na mimi na wakakunyamazisha milele. Watu waliposikia huo wimbo wakashtuka, hasa ule mstari. Wakaanza kuchimba ili wajue ukweli wa anachokimaanisha, kitu kilichofanya huo wimbo uwe na umaarufu sana. Mashabiki wakagundua kwamba Ada aliwahi kuelezea stori yake ya kutelekezwa na mama yake akiwa mtoto mdogo. Halafu leo hii ametoa wimbo ambao wanahisi kwamba unaelezea jinsi mama yake ambavyo hakuwa na chaguo. Alimwacha bila kutaka na sasa amenyamazishwa milele. Hapo wakaamini kwamba lazima kuna kitu. Wakereketo wa mitandaoni wakaanza kufukunyua kuhusu kesi ya kupotea kwa mama yake Ada miaka mingi iliyopita, ambapo baba yake alienda kwenye vyombo vya habari na kusema kwamba mke wake alimtoroka na kwenda kuolewa na mwanaume mzungu huko Ulaya. Muda sio mrefu, baadhi ya waandishi wa habari waliobobea kwenye kazi yao wakaichukua ile kesi, wakaanza kuifanyia uchunguzi wa kina na kuomba kwamba kama kuna mtu yeyote yule anejua chochote kile kuhusu ile kesi, awatumie taarifa kwa siri. Muda sio mrefu, mashuhuda wakajitokeza. Kuna mama mmoja alikuwa mfanyakazi wa ndani wa mmoja wa marafiki za mzee Mkizi, baba yake Ada. Huyo mama alimwambia mtangazaji wa habari kwamba aliwahi kumsikia bosi wake akiongea na mzee Mkizi, wakiongea juu ya kumuondoa mke wa mzee Mkizi kwa sababu ameshakuwa kikwazo kikubwa. Yule mwandishi wa habari alipoipata hiyo taarifa akaichapisha mitandaoni, kitu ambacho kilichochea ile kesi na kila aina ya uvumi uliokuwa ukihusiana na ile kesi. Muda huo wote mzee Mkizi alikuwa amejaa hasira na alikuwa anamtafuta Ada kila kona, lakini hakuwahi kufanikiwa. Ada alikuwa amemblock baba yake kila sehemu na alikuwa amehama nyumba ambayo alikuwa akiishi zamani. Lile kundi la kina mzee Mkizi muda wote huo walikuwa wamechanganyikiwa sana. Hawakujua nini cha kufanya, maana mambo yalikuwa yanazidi kuharibika kila siku. Wote walikuwa wanamlaumu mzee Mkizi wakidai kwamba mzee Mkizi ni mzembe sana na ndo maana binti yake amejua yote haya. Mzee Mkizi na wenzie wakaanza tena kumtumia Ada vitisho, akimkanya kwamba asiutumbuize huo wimbo akiwa anafanya shows na aufute kwenye mitandao yote ya kijamii na ya muziki. Mwanzoni Ada aliwapuuzia tu, ila siku 3 baadaye aliporudi nyumbani kwake alishangaa kukuta vitu vyake vimevunjwa na damu imetapakaa kwenye kuta za nyumba yake. Ada alichanganyikiwa, lakini kipindi hiki hakutaka kuwaacha hawa wahalifu washinde. Aliapa kupambana kwa namna yoyote ile.
Ada akatoa taarifa polisi na akasimulia kila kilichotokea kwenye mitandao ya kijamii na kuambatanisha picha za nyumba yake. Watu walikasirika sana baada hilo jambo kumtokea Ada. Wakaanza kuvituhumu vyombo vya sheria kwamba nao ndio wale wale, kwa sababu kama sio hivyo, mbona wako kimya? Mbona hawachukui hatua yoyote ile? Baadhi ya watu wakaamua kuandamana wakielekea vituo mbalimbali vya polisi na mahakama, wakidai kwamba ile kesi iangaliwe tena na haki itendeke. Hatimaye vyombo vya sheria vikachukulia hatua ile kesi na ikachunguzwa upya. Mzee Mkizi alipoona hayo yote akakimbia nchi, akaenda kujificha kusikojulikana. Na sio yeye tu, baadhi ya wanakikundi nao walikimbia. Ila kwa bahati nzuri au mbaya, mmoja wapo akakamatwa uwanja wa ndege akiwa anataka kukimbia. Yule aliyekamatwa akawachomesha wenzie kwa makubaliano kwamba yeye atahukumiwa miaka michache. Kwa hiyo basi, akaeleza kila kitu na akaleta ushahidi kibao ambao ulikuwa unathibitisha kila ovu ambalo hilo kundi lilifanya miaka ya nyuma. Nini kilitokea miaka mingi iliyopita Ada akiwa mdogo? Ukweli ni kwamba miaka 22 iliyopita mama yake Ada ambaye ni Aneti alipatwa na msiba mzito, kifo cha dada yake, ndugu yake wa pekee. Alipofanya uchunguzi aligundua kuwa dada yake hakufariki kwa ajali bali aliuawa na kundi la watu wasiojulikana. Sababu ya mauaji yake ni kwamba aligundua kuwa kifo cha Mheshimiwa Rais kilichotokea huo mwaka haikuwa ajali ya ndege kama watu wengi walivyokuwa wakifikiri. Lilikuwa shambulio la kigaidi ambapo rubani wa hiyo ndege ndio alikuwa gaidi. Kwa hiyo basi akaidondosha ile ndege kwa makusudi na yeye mwenyewe akafariki pamoja na rais. Lile kundi ndo lililotelekeza hilo shambulio la kigaidi, na lilipojua kwamba siri yao ipo wazi, wakaamua kumtoa uhai aliyegundua hiyo siri, ambaye ndo alikuwa dada yake Anet. Anet alipojua kilichotokea na kujua kuwa mumewe alihusika, alikasirika sana na kukawa na ugomvi mkubwa kati ya yeye na mumewe. Anet aliapa kumumbua mumewe na kundi lake kwa namna yoyote ile, na hapo ndipo alipokamatwa akauawa, kisha akasingizia ametoroka na kwenda kuolewa na mzungu. Hilo kundi la wahalifu lilitelekeza hayo mauaji ya rais kwa sababu alikuwa hafanyi vile wanataka wao. Alikuwa anaenda kinyume na matajiri wa nchi, kwa hiyo wakaona wamuondoe. Miaka 22 baadaye ndo leo hii ambapo hiyo kesi imefunguliwa tena na inafanyiwa uchunguzi kwa nguvu zote. Vyombo vya sheria vilizani ni kesi ya kawaida tu mwanzoni. Hawakujua kuwa inahusiana na mauaji ya rais miaka 22 iliyopita. Baada ya kumkamata mwanachama mmojawapo wa lile kundi na kumwahidi vinono, akamwaga siri zote, kitu ambacho kiliwashtua sana wote waliokuwa wakihusika na ile kesi. Walishituka. Kwa hiyo ilipojulikana kwamba hii ni kesi kubwa kiasi hiki, ikahamishiwa makao makuu na kufanyiwa uchunguzi zaidi. Haukupita muda mrefu, kila kitu kikawa wazi kwa msaada wa yule Shushushu. Wakakamatwa wote waliohusika na hata waliotoroka walikamatwa na kurudishwa. Nusu yao wakiwemo viongozi wakuu walihukumiwa kifo na kufilisiwa. Baadhi yao walifungwa kifungo cha maisha na kufilisiwa pia, akiwemo Mzee Mkizi, baba yake Ada. Baada ya kesi yote kuisha, Ada alipelekwa sehemu ambapo mabaki ya mama yake yalitupwa baada ya mwili wake kuchomwa moto hadi kuwa majivu. Yalitupwa mto Ruvuma. Ada na ndugu zake wote walikuja kusimama pembezoni ya mto Ruvuma na kutoa salamu zao kwa Aneti, mama yake Ada, na kumtaarifu kuwa waliomfanyia huo ukatili wameshapatikana na haki imetendeka. Kwa hiyo apumzike kwa amani. Baada ya hapo Ada aliondoka na akapumzika kuimba miaka 3. Miaka 3 ilipoisha, akarudi tena kwenye kazi yake ya muziki na mashabiki zake wakampokea kwa shangwe.